Ndizi TV. Ndizi. Ujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, karibu tena na kukaribisha viwanjani. Unazidi kutazama runinga yako ya Ndizi TV. Siku ya leo Jumamosi tarehe 22 mwezi wa Machi mwaka 2025. Nakaribisha tuandamane na wewe sako kwa bako mwanzo hadi mwisho. Kumbuka hapa ni viwanjani na Mijemote top scorer. Tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii kwenye Ndizi TV News Digital, una upande wa Facebook, vile vile kwenye upande ama mtandao wa YouTube unatufollow kama Ndizi TV News, na kukaribisha kwamba tuweze kumakinika na niweze kukunoa na kukutoa kispoti. Kumbuka kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni. Kumbuka hapa kwenye risala la kwanza tuweza kuzungumzia kipi kimejiri pale mashinani, na tukitoka kwenye mashinani kwenye awamu ya pili tutaweza kuangazia mengi kwenye rubaa za kimataifa. Hapa tuangalia kwenye rugby ama mchezo wa raga kumefanyika nini kwenye mchezo wa kandanda ambao watu wengi wanapenda sana ulimwenguni. Tumefanya nini? Mengi mazuri ambayo nimekuandalia kutoka sasa hadi mwisho. Kwa hivyo nakukaribisha ewe mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, tuandamane kwani mazuri yanakuja. Tunarudi hivi punde. Mpenzi mtazamaji, hapa nimekuahidi kwamba kila mtu atanolewa na kutu ya kispoti itaisha, kwani kuna mazuri ambayo nimekuandalia. Na tukianza hapa mashinani, kuna mengi mazuri ambayo yamefanyika ama yalifanyika wiki jana, lakini kumbuka wiki mchezo ama yale mashindano ya Safari Rally, nilivyokuahidi kwamba tutakupakulia mengi. Wiki jana mashindano yaling'oa siku ya Jumatano, tukaona kwamba yakianza washindi wakaanza na pale, na mwisho wa siku ama hiyo kesho tutapata mshindi wa makala ya 72 ama 72nd edition ambayo yatakamilika hiyo kesho. Lakini kabla ya kuruka viunzi na kufika kwenye makala hayo ya Safari Rally, nataka tuanzie hapa mashinani. Hapa mashinani kuna nini? Kwenye ligi kuu ya county ama county league kuna mechi mbalimbali ambazo zitachezwa leo. Kumbuka mechi hizi zote zitachezwa ama zimeanza kuchezwa mwendo wa saa 7 na zinatarajiwa kukamilika mwendo wa saa 9 mchana, ambapo tutakuwa tunaingia kwenye awamu ya pili ya kipindi chetu viwanjani. Kwa hivyo
nitakuwa na kupeleka na tuweze kuangazia fixture ama schedule zao ziko vipi siku ya leo. Kumbuka kufikia sasa timu ya Shabana Youth inazidi kufanya vizuri sana, kwani kwa mechi zao zote wameweza kushinda mechi 3 na kutoka sare mechi 2. Kwa hivyo ni mengi mazuri ambayo nakuandalia mimi kama Jemo the top scorer, tuweze kuangalia je kwenye weekend hii ama kwenye County League. Nakumbuka mwenye atatoka kwenye County League atapata nafasi nzuri ya kujiunga kwenye awamu ijayo ambayo ni ya Regional League. Kutoka Regional League utaingia kwenye Division 2, Division 2 kitoka na ingia kwenye Division 1. Kutoka kwenye Division 1 utaingia kwenye National Super League. Kutoka kwenye National Super League uko kileleni ama kwenye ligi kuu ya Premier hapa nchini Kenya. Kwa hivyo sasa, mpenzi mtazamaji, ningependa nikuchambulie na nikukuonyesha kwamba ni mechi zipi zile ambazo zinatarajiwa kupigwa kwenye County League. Kumbuka kwenye County League timu ya Iterio inazidi kucheza na timu ya Keroka FC. Timu ya Masakwe inazidi pia kucheza game mechi yao na timu ya Gesu. Timu ya Kabeo inacheza na timu ya Corinthians. Kumbuka mechi hizo ni mechi 3 za siku ya leo. Hiyo kesho timu ya Sparks itaialika timu ya St. Peters Nyantrago. Timu ya Super Warriors icheze dhidi ya Shabana katika uwanja wa Keore. Timu ya Nyamukenye icheze dhidi ya timu ya Marani City. Timu ya Mwembe itagaragaza ama kucheza mechi yao dhidi ya timu ya Nyaguta. Pirate FC katika uwanja ule wa Isamwera itacheza dhidi ya timu ya Nyaguta. Wataumiza nyazi au watu ama hii timu ya Kamilas itapocheza hiyo kesho na timu ya Puma. Timu ya Eburi icheze na timu ya Central Guardian itacheza dhidi ya timu ya Ekeonga, na mechi ya mwisho itakuwa ni kati ya Mississippi na timu ya Kibera ambayo itachezwa maeneo ya Kibera. Kwa hivyo ni mechi ambazo zitachezwa hiyo kesho, na kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, pale ambapo tunasema talanta inalipa, mechi hizi za County League wengi wao wameonekana wakifanya vizuri na mwisho wa siku wanasonga mbele hatua kwa hatua, na mwisho wa siku utajiona kwamba umefika pale ambapo unastahili. Hizo ni baadhi ya mechi ambazo zitakuwa nzuri sana, na mashabiki mnaombwa ama na warai mweze kufika pale viwanjani kwa timu zote, mweze kushabikia timu ya nyumbani ama timu ambayo iko ugenini, kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata morali. Ila kabla ya kukamilisha ama tuangazie mechi kwenye National Super League ya kina dada, mechi ambayo inaendelea kwa sasa katika ua wa Gusii Stadium ni kati ya timu ya Shabana Queens na timu ya Charcoal. Kumbuka kwa kufikia sasa timu ya Shabana Queens inazidi kufanya vizuri, ila mechi ya leo pia wakishinda katika uwanja ule wa nyumbani wa Gusii Stadium itahakikisha kwamba wamesonga mbele vizuri. Tukiachana nayo tusonge kwenye division ya pili. Kumbuka hii ni division ya pili, kuna timu nyingi kutoka eneo pana la Gusii ama timu ambazo zinaiwakilisha eneo la Gusii kwenye division ya pili, ambayo mshindi akishinda ama wale wa kwanza wawili, timu mbili za kwanza wanaweza kusonga mbele na kuingia kwenye divisioni ya kwanza. Kwa leo kwenye uwanja wa Nyamache Green Stadium timu ya Guchi FC ama hiyo kesho kwenye uwanja wa Nyamache Green Stadium timu ya Guchi FC itacheza dhidi ya Ramba Kanyamanenda, na timu ya Mibasi itaialika timu ya Nyamira Youth. Timu ya Nyansiongo Township hiyo kesho itaialika timu ya Marindi FC. Timu ya M1 itacheza dhidi ya timu ya Camel Park FC. Kumbuka kwenye mechi iliyopita timu ya Camel Park FC iliweza kupewa ushindi, yani inaitwa ni ule ushindi wa kupewa tu, kwa maana ya timu ya Mibasi haikuweza kufika uwanjani na ikakuwa ni walkover kwa timu ama ikakuwa ni walkover kwa timu ya nyumbani, timu ya Camel Park FC ambayo huchezea katika uwanja ule wa Mosora. Kesho
usikose miadi, manake katika uwanja ule wa Nyansiongo uwanja wa Menyenya tutakuwa pale kuhakikisha kuna kuangalia timu yetu ya hapa kwetu, timu ya Camel Park FC inafanyaje kwenye mechi hizo. Timu ya Bondo United hiyo kesho pia itacheza dhidi ya timu ya Tingre. Ni hizi baadhi ya mechi ambazo zitachezwa kwenye division ya pili hiyo kesho. Vile vile timu ya White Hat FC kwenye zone hiyo pia itacheza dhidi ya Mibasi Youth. Timu ya Nyamira Youth inacheza hiyo, ama itakuwa ni mechi za siku ya 30 ama siku ya 30 mwezi huu, ambapo mechi nyingi zitachezwa kwenye ligi hiyo ya divisheni ya pili. Timu ya Muruga vile nilivyokuisha kwambia inacheza dhidi ya Guch FC. Amani Youth icheze dhidi ya Nyansiongo Township, hiyo ni kwenye divisheni ya pili. Nakumbuka kwamba mshindi wa divisheni ya pili atapata nafasi ya moja kwa moja kuweza kusonga mbele na kuweza kufanya mazuri sana kwenye mechi nyingine ambazo zitachezwa hiyo kesho. Timu ya Moroni Young itayarika timu ya Mayaka FC. Timu ya Small Simba iweze kucheza dhidi ya Ayucha FC katika uwanja wao kule sehemu ya Riakima. Timu ya Machoge Borabu pia vile itakuwa mwenyeji wa timu ya Manyata kutoka sehemu zile za Kisumu. Timu ya TBM LT itakuwa inayaleka timu ya Suna West katika uwanja wa Kibos Prison. Kwa hivyo ni mechi nyingi ambazo zitachezwa kwenye division ya pili, lakini pia mechi ambayo nimekuisha kuambiwa kwamba inaendelea kwa sasa ni timu ya Global Connection yacheza dhidi ya timu ya Kisumu All Stars, ambazo utaweza kufuatilia mechi hizo na kukupa wewe mpenzi mtazamaji matukio kamili na kadri yanavyojiri kutoka viwanja vyote vya nchini, aswa kama mechi ya leo ya Global Connection yachezewa katika uwanja wa Kisumu. Kwa hivyo ni mechi nyingi ambazo zinachezwa kwenye divishoni ya pili, na hivyo kuisha kwa wale ambao walikosa kipindi cha wiki jana, timu ya Global Connection tulikuwa na team manager, tukakuwa pia vile na coach na marketer wao, waliweza kuzungumzia mengi na walisema kwamba ubashiri wao kwamba wangeshinda zaidi ya mabao 3. Na unajua nini kile happen ama kilitokea? Waliweza kushinda mabao 5 ama bao 5-0 wakicheza na timu ya Karapul Villa kutoka sehemu za Siaya. Kwa hivyo naamini kwamba soka letu la Kisii ama kaunti zote za Kisii na Nyamira zidi kufanya vizuri, manake ushindi huo uliweza kuwasongesha hatua 2 mbele. Kwa sasa kwenye nafasi ya 6, na ikiwa watafanya vizuri kwenye mechi yao ya leo watasonga hadi nafasi ya 5 ama ya 4 ikiwa watashinda kwa mabao mengi. Kwa hivyo ni kwamba timu zetu za huku nyumbani kwetu Kisii zinazidi kufanya vizuri, na ukiona kwamba wanacheza vizuri, manake hatua kwa hatua wakisonga wataingia kwenye division ya pili, na kwenye division ya kwanza wakishinda na kufikia hapo, inamaanisha kwamba ule mchezaji atapata exposure. Akishafika kwenye exposure, kuna ule mascout ama wale watu ambao hukuja kuangalia talent, wanaweza kumchukua na mwisho wa siku wanaweza pata pala pazuri ambapo wanafanya vizuri. Na mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, kumbuka hii ni Viwanjani na Mijemo the top scorer. Andamana nami mpaka mwisho, na waweza kuzidi kutufuatilia kwenye mtandao wa kijamii. Upande ule wa Facebook tutafute kama Ndizi TV News Digital, upande wa YouTube tutafute kama Ndizi TV News, na bila shaka kipindi hiki kiko live pale, usikose na kukaribisha tuzidi kusonga hadi mwisho. Tukisonga mbele kwenye mechi, kuna mechi ya weekend iliyopita, timu ya Shabana ikiwa nyumbani iliweza kushinda vizuri sana. Kuna mengi waliotarajia ama iliweza kutoka sare wakiwa kwenye mechi ya ugenini wakicheza na FC Leopards. Kuna mengi ambayo yalizungumzwa baada ya pale, ila hayo yote tutaangazia kwenye kipindi hiki ama kipindi hichi chetu. Lakini sasa tukirudi kwenye makala ama kwenye mechi za ligi kuu ya
Premier hapa Kenya zitarejelewa mwezi ujao tarehe 4 na tarehe 5. Kwa hivyo sasa tuko kwenye international break, kwamba mataifa mbalimbali yanazidi kucheza mechi za kufuzu kwenye kombe la mwaka ujao la mwaka 2026. Kwa hivyo kwa sasa tuko na international break, ndio maana hakuna mechi za ligi kuu ya Premier hapa nchini. Na sasa turudi, ukiniangalia vizuri kwenye television yako, kwenye pale unatufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii, nimevaa mawanda kuhakikisha kwamba unapata picha halisi kuhusiana na mashindano. Hiyo mashindano ya Safari Rally yaliweza kuanza ama kung'oa nanga tarehe 20, ilikuwa siku ya Jumatano. Waliweza kufanya flagging off kutoka pale eneo la Nairobi, na rais wetu Dr. Samuel Ruto aliweza kuzungumza mengi kuhusiana na mashindano haya. Akasema kwamba mashindano haya kwanza ni mashindano ya makala ya 72. Makala haya yanaleta mengi kwa taifa letu la Kenya, kwa maana kwa miaka 4 mfululizo Kenya imekuwa ndiye mwandalizi ama mwenyeji wa makala haya. Inamaanisha kwamba ikiwa wageni wanafika, kwamba biashara zetu zinanoga. Kuna mengi tunayojifundisha kutoka kwa wageni wetu. Inamaanisha kwamba rais wetu William Ruto amepea kipaumbele mashindano hayo na kuyaunga kabisa, na aliweza kuzungumzia kuhusu kuwa sawa ama the safety of every Kenyan kwenye mashindano, na ukiangazia sana kuhusiana na kuvaa helmet. Na ni kauli nyingi alizozungumza kwenye taarifa aliyotoa kwa umma. Akaweza kupeana bendera ya kuweza kuanzisha mashindano hayo, na tunatarajia kwamba hiyo kesho, je, Lovan Pela ama itakuwa ni nani ambaye atashinda kwenye makala hayo? Ni kwamba kuna mengi mazuri kwenye makala hayo. Kwa wale ambao kwa eneo la Naivasha, tunatumai kwamba mnazidi kufurahishwa na makala ya mwaka huu, na mwisho wa siku mtapendezwa sana. Ila kwa sasa tusikize kauli yake Daktari Samuel Ruto ambaye ni rais wa taifa la Kenya. Kenya, asante Kenya. That's all I know. Thank you. We are ready with all the routes and all the events from now. And I want to invite Kenyans to enjoy the spectacular moment of this rally, because it is not just a motorsport, but it is an inspiration of all our economic ecosystem. It is my pleasure this morning to officiate the flagging off ceremony of the WRC Safari Rally, which is undoubtedly the best rallying leg in the world. I congratulate the organizers of this 72nd edition for once again placing Kenya on the global sports tourism map. I have it on the authority of WRC and FIA reports that the Safari Rally is one of the most eagerly anticipated events worldwide, while the Hell's Gate Power Stage is among the most watched globally. Additionally, the famous Mitimbili jump in Kedong is one of the most iconic images in the WRC rally worldwide. Since 1953, the WRC Safari Rally has been a key part of Kenya's sporting heritage and a pillar of our sports tourism. Today, I'm also pleased to host representatives of the FIA helmet wearing program, an initiative that plays a crucial role in enhancing road safety for our border riders. This program, implemented in Kenya by Automobile Association of Kenya, will support the FIA's Safe and Sustainable Mobility Grant Program, which is funded by FIA Foundation. By providing life-saving helmets, this initiative reinforces our national commitment to reducing road fatalities in line with our 2024-2028 National Road Safety Plan. I remember that this rally cost the government of Kenya 2.1 billion in 2023. I did give very firm instructions to the ministry
that figure should come down. I'm happy that in 2024, it came down by 800 million to 1.3 billion. And I insisted that this year it must cost less for the government of Kenya. I'm happy again that it came down by another 320 million. This year it's going to cost 980 million. I want to encourage the private sector. I am looking forward to the day when this will cost zero for the government of Kenya and the private sector will take it up because they need the advertising, they need the profiling. I think the government of Kenya is very willing to cede ground and to allow our private sector companies to shine. Ni kauli yake Rais Dr. Samoei Ruto ambaye aliweza kuyapongeza na kuwapongeza ambao walihusika kuandaa mashindano hayo ambayo yatakamilika hiyo kesho. Vile vile Salim Mvurya ambaye ni waziri pia aliweza kuzungumza kwenye eneo hilo ama kwenye makala hayo walipoyazindua rasmi, na kauli yake Rais William Ruto alisema kwamba makala haya yanaigharimu pesa mingi taifa la Kenya, na kwamba nafurahia kwamba ukipiga hesabu ama ukilinganisha na mwaka jana kwamba mwaka huu yamepunguzwa kwa milioni 800. Inamaanisha kwamba Mkenya ameweza kutolewa jukumu ama gharama nyingi ya kwenye mashindano hayo ya Safari Rally. Kabla ya kupitia kwenye ujumbe zenu kwenye mtandao ya Facebook, ningependa pia kukupa tu kionjo tuweze kuangazia siku ya kwanza kwenye ile shakedown kulikuwaje kwenye makala ya Safari Rally. Hebu tutazame kwenye upande wa pili vile ambapo ambavyo siku ya kwanza mashindano yaling'oa. Mpenzi mtazamaji, kabla ya kusonga kwenye makala ya Safari Rally, ni kwamba pia mwaka ujao yataandaliwa kwenye taifa letu la Kenya. Niweze kupitia message mbili hivi. Kuna mwenye anaitwa Jared Orura anasema anatoka sehemu za Nyachichi Secondary, watching you live. Kutoka sehemu za Bongonta pamoja with wife Judy, mama Florence na wengine wote, anaitwa Jared Kagaka Abeba Oyugi. Na vile vile kutoka sehemu za Ongatarongai hadi Wonyatancha village anaitwa David Junior, watching you live, anaitwa Simon Ondiek. From Nairobi Rongai kufika Kisisu Neka, watching you live and direct. Na Mwamaiso family at large anaitwa Bonvenja Kajogo Orina. Vile vile Ashri Ademola anasema following you from diaspora. Vile vile anaitwa Joseph Ondieki anasema niko mbele pamoja nanyi. Mpenzi mtazamaji, kabla ya kutoka kwenye makala ya Safari Rally ya mwaka huu, ni kwamba kuna mengi mazuri zaidi ya kwenda kuangalia vile mashindano yanaandaliwa ama yanafanyika. Vile vile utaweza kujionea mandhari mazuri ya eneo lile la Naivasha. Kumbuka kuna mbuga za wanyama, kuna vile vile Lake Naivasha ama ziwa la Naivasha, kuna the ostrich, wale ndege warefu sana. Kwa hivyo ni mengi mazuri ambayo utaweza kujionea katika kaunti ya Nakuru, eneo la Naivasha. Tukiachana nayo kwamba wiki iliyopita kwamba mechi kati ya FC Leopards na timu ya Shabana, timu ya nyumbani, iliweza kutoka sare ya 1-1. Timu ya Shabana imekuwa ikifanya vizuri sana, ila kufungwa kwao kwenye mechi ama kwenye dakika za mwisho huwa inaleta shida sana. Na ni kauli ambayo kwenye mechi ya mwisho ambayo walicheza katika Uagusi wakicheza na timu ya Kakamega Homeboyz, ambapo kocha Peter Okida the Gaffer mwenyewe aliweza kusema kuna utepetevu ama wanafika kile kipindi cha mwisho wanakosa, lakini bao la mwisho ama bao waliofungwa na timu ya FC Leopards litokea kwenye kipindi cha kwanza. Ila kuna wale watazamaji na wapenzi wa timu ya Shabana, wapenzi wa Ndizi TV, wapenzi wa viwanjani, waweza kuangalia na kujua hii mechi ilishaje. Lakini hapa mimi kama Jemote top scorer niweza kuangazia hayo na tutazame vile mechi ama bao hizo ziliweza kufungwa kwenye mechi kati ya timu ya FC Leopards na timu ya Shabana. Taifa la 254, hii ni ligi kuu taifa la Kenya. Hivi sasa wako chini. Makere ameupata tena mpira vichwa. Kwa kweli hata shinda mpira mingi sababu ya kimo chake. Madhambi. Ndio mchezo wao, viungo wawili
kwa upande wa Chui. Boniface Koye Munyendo pamoja na Musa Undo Pele wote wanafika kweli kweli kuweza kugombania duels zile, sio tu za angani lakini pia zile ground duels wanafika. Musa Undo Pele, Darius Msaga meguswa kwanza, nafasi ile, nafasi Kevin Omondi Nyabuto. Kama furaha inaongeza umri, basi mashabiki wa Shabana wataishi maisha marefu. Somo linatolewa, walimu wenyewe wamekaa. Brian Mishira Migiro ndio anatoa somo, anafungua akaunti yake ya magoli. Alipiga uzuri Msaga, ikaguswa na KC. Alikuwa na muda wote Kevin Omondi Nyabuto, tayari akienda kucheza. Lewis Bandi ulikuwa upo ndani ya nyavu zile za FC Leopards. Reaction yake Kevin Omondi Nyabuto iliwazidi mabeki wote wa AFC Leopards, na hii inampatia nafasi kuweka goli lake la kwanza msimu huu. Visosoko Chieng. Lewis Bandi amevutwa. Kevin Omondi Nyabuto amekuwa mchezaji wa kwanza siku ya leo kuingia kwenye buku la watenda dhambi lake Josephine Wanjiku. Kometoka uzuri Kevin Omondi Nyabuto, kona jua hatari wake Lewis Bandi ya Sambe, nanyanyuliwa ndani ndefu huku, ameingia kwenye mkoba wake Maxwell Muchesia. Casey amemvuta na mkono kabisa na amekula kadi ya njano, napoa kadi ya njano kwa kuweza kumvuta. Alinyima tu nafasi ile ya kwanza kwa mapema kipa Maxwell Mulili ambaye alikuwa anataka kuanza. Amechezewa madhambi mwalimu Marco Kola. Lovelo Ochieng yupo chini, na kila mara wanakabia juu Shabana. Levis Opio Jr. anacheza mipira mirefu. Michael Lovelo Ochieng, good catch, lakini shughuli ni ile ile. Shughuli kubwa anaifanya, lakini ubora wa upigaji wake Ovelo Ochieng. Alipiga kando tu na ukuta ule, lakini alikuwa mahiri sana langoni. Maxwell Mulili Muchesia, mpigaji mzuri wa free kick, kando ya ukuta tu aliona space ile akaichezea Ovelo Ochieng, lakini walikuwa pia Osoke Elvis anaikata. Samuel Semo, Clifton Mieso Ayisi anaipiga pasi, nafika kwake Mbaja Semo, kwake Clifton Mieso Ayisi. Clifton analeta nani? Ovelo! Michael Ovelo Ochieng anamwambia nipishe, kama ilivyo ada moja lazima vitu imefanya. Ameipenda kweli kweli Michael Ovelo Ochieng. Sasa upande wa pili wa mashabiki nao pia wamenyanyuka. Sasa FC Leopards wana moja, ilileta uzuri kwake Clifton Mieso Ayisi, alichukua his time, akaichanja kidogo tu, alitumia mguu wake hafifu. Maxwell aliupisha tu, hakutaka kuugusa kabisa. Lakini angefanya nini Maxwell Mulili Muchesia? KC anaupiga mrefu kwake Max. Oh! Hapo hapo Josephine Wanjiku anayari kuweza kumaliza kipindi cha kwanza hichi. Hii ni ligi kuu taifa la Kenya msimu mwaka 2024 mwaka 2025. Karibu tena kwa mara nyingine kwa mechi hii inahusisha FC Leopards dhidi ya Shabana. Anamfikia Maxwell Otieno Odongo. Maxi amepambana, ameanguka, alikuwa apige pass mapema, amechelewa. Darius Msaga anajitengeneza Beja, anaichukua uzuri Muchesia. Wanajaza mbavu ya kulia kisha wanaibadilisha na kuileta ndani. Angalia space, Clifton Miheso kushoto huku alikuwa na space kubwa kabisa kwenye guu lake la kushoto. Anapambana, ameipata Maxwell Otieno na ileta kwake Ayisi, ameiokoa Mieso. Tengeza nafasi ubora kule Maxwell Otieno Odongo, lakini alikosa na mlinzi ule Keith Imbali the Magician aliugonga tu, kaishia kwa kipa Maxwell. Afanya na Musa Undu bwana. Brian Mishira Migiro, Brian Mishira Migiro mzuri, akiona nafasi zile za ndani.
fataki likadunda mbele yake Levis Opio Junior Lovai zile. Darius Msaga ameipata uzuri, Levis Opio Junior na yenyua ndani uzuri huko, umetoka Maxwell Muchesia. Musa Undo, Derrick Okecha amecheza madhambi, anachukua muda wake, aileta ndani uzuri huko, imeguswa kwanza, ni foul. Walikabia kwa bora, walifika kweli kweli, lakini kabla ya kucheza Casey Odhiambo tayari alikuwa amemchezea ndivyo sivyo Ojuor. Brian Mishira Migiro anaunyanyua, pulling yake Lewis Esambe Bandi. Anza kuhusiana uoga tena. Lewis Esambe Bandi amekula kadi ya njano. Alimvuta tu Lewis Esambe Bandi, walikuwa nataka nyekundu wakihisi kuwa alikuwa mchezaji wa mwisho. Kule Diani amechora na sambusa ya mkono ile. Brian Mishira unanyanyuliwa mrefu huku, amekuja kuipambania, lakini Lovai ameipata. Naletwa cross tamu huku, kichwa kile, amekataa kwanza. Oscar Juma alileta Brian Mishira Migira, kaenda juu uzuri Derrick yule, lakini Lovai shot stopper mzuri. Austin Odongo ambaye alienda kucheza kichwa, alienda juu akashinda mpira wa kwanza, lakini save yake Levis Opio Junior anasema yes it's. Kumbuka mpenzi mtazamaji, timu ya Shabana kwa mechi ijayo baada ya international break watacheza na timu ya Bandari katika ua wa Gusii ama uwanja wa Gusii. Mechi hiyo itakuwa tarehe 4 mwezi ujao. Inamaanisha kama ni wiki moja tu hivi turejelee kwenye ligi kuu ya Premier nchini Kenya. Sasa tunaingia kwenye gumzo hapa na kukaribisha wewe mpenzi mtazamaji tuweze kujadiliana mambo mengi kuhusiana na soka letu. Timu ya taifa baada ya miaka ama miongo mingi sana haijawahi kufanya vizuri, na mara ya mwisho kwenye kombe la Afrika ama bara Afrika iliweza kufika ama kutolewa kwenye makundi. Hatua nyingi zimefanywa, uchaguzi mpya, sasa tuna rais mpya wa FKF, pia msaidizi wake ni mtu ambaye ana tajriba nyingi ya soka baada ya kuchezea klabu ya Inter Milan ambayo imewahi kushinda kombe la bingwa barani Europa. Inamaanisha kwamba tunatarajia mengi sana kwenye kikosi cha Harambee Stars. Kwa sasa timu ya Harambee Stars kwenye kufuzu kwenye kombe la ulimwengu la mwaka 2026 kuna tashwishi kwamba ama kuna matumaini madogo sana, kwa vile mechi ya mwisho ambayo walicheza na timu ya Gambia na sare ya kufungana bao 3-3 ndio iliweza kushinda. Mechi ijayo hiyo kesho timu ya Harambee Stars itaialika timu ya Gabon. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kuna mabadiliko mengi. Wachezaji wapya wameletwa kwenye kikosi, wengi yamefanywa, wameleta kocha mpya, msaidizi wake wa kufundisha magolikipa, benchi lipya kabisa. Inamaanisha kwamba kuna kile ambacho tunatarajia kwenye taifa letu la Kenya, haswa timu ya Harambee Stars ambayo ni timu ya wanaume. Kombe la dunia linakaribia hapo mwakani 2026. Je, unafikiria zaidi hapa ni kama matumaini yapo ya kufuzu? Maana tuko kwenye nafasi ya 4 kwenye kundi hiyo. Timu ya Ivory Coast ina alama 13, sisi kama timu ya Kenya tuna alama 6. Inamaanisha kwamba tuko nyuma bado kidogo. Je, wewe kama mpenzi mtazamaji, mpenzi wa soka letu la Kenya, mpenzi ambaye ameweka soka letu la kwenye akili yake na ikakolea kwenye damu, je, unafikiria ni lipi ambalo linafaa kufanywa kwenye kikosi cha taifa
kuhakikisha kwamba ushindi ambao tunautarajia ama tunataka sisi kama Wakenya unapatikana, na unapatikana si mara moja tu, isiwe adimu sana, unapatikana kila wakati. Maana kuna mataifa mengi ambayo funga macho na kufungua uwezi yakosa kwenye kombe la bara Afrika, uwezi yakosa kwenye kombe la dunia. Inamaanisha kwamba wao kuna hatua ambazo walizifanya wakaziweka sawa na kuhakikisha kwamba kila kitu, matokeo ambayo wanayafurahia siku ya leo yani yanawapa motisha wao kuendelea. Na sisi kama taifa letu la Kenya ni yapi? Tushabadilisha uongozi ambao wengi walikuwa wanasema ni uongozi ambao au kunufaisha Mkenya asiwa mpenda soka. Je, ni kipi ambacho tunafaa kufanya sisi kama taifa ili kuhakikisha kwamba tunasonga mbele na kufanya vizuri? Ndilo kauli ama ndio swali ambao nimekuuliza mpenzi mtazamaji wa Viwanjani siku ya leo Jumamosi, tuweze kuliangazia, na tumai kwamba utachukua kalamu uandike pale, alafu nitumie ujumbe wako kwenye SMS. Utaangalia namba kwenye television yako, utaangalia pale kwenye mtandao wa Facebook DZTV News Digital, uweze kunifollow pale ama tufollow pale, utuandikie ujumbe wako pale, na bila shaka tuweza kuangazia maoni yako ambayo natumai Wakenya wengi na wale ambao washirika wa mambo ya michezo watayachukulia kuwa mambo ambayo yana muhimu sana katika kuhakikisha kwamba timu yetu ya taifa inafanya vizuri sana. Ukiniangalia vizuri, nimevaa uzi wa timu ya taifa, inamaanisha kwamba pia mimi kama Mkenya, kama mtangazaji wa mambo ya spoti, nataka mazuri ambayo yatafurahisha Wakenya ambao ni watazamaji wetu wa Ndizi TV. Tukiachana nayo kwamba timu ya Kisii Rugby ama timu ambayo hucheza rugby, timu ya Kisii Rugby Club imefuzu baada ya kutoshindwa kwa mechi zao zote ya Nationwide League. Inamaanisha kwamba watangoja kwenye playoff wapige ili waweze kusunga kwenye hatua ya mbele, na tunatarajia na tunawatakia mema timu ya Kisii Rugby Club ambayo imeweza kusonga na kubaki kwenye playoffs ambazo wakiwa watashinda itahakikisha kwamba watasonga mbele. Na taarifa mbaya ambazo zinatufikia ni kwamba legendary ama bondia George Foreman ameaga dunia kwa miaka 76. George bondia huyu George Foreman aliweza kufahamika sana kwenye yale makala ya Iconic Rambo in the Jungle ambapo aliweza kupigana na Muhammad Ali. Kwa hivyo pole sana kwa familia ya bondia George ambaye alikuwa ni boxer ambaye aliweza kujulikana sana, na ameaga dunia akiwa na miaka 76. Inamaanisha kwamba amefanya mengi kwenye michezo, ila kwa sasa makiwa kwa familia, na Mola haiweke roho yake mahala pema peponi. Kabla ya kusonga kwamba timu ya taifa ya Harambee Stars iliweza kucheza mechi ya ugenini kwenye makala ya kufuzu kwenye kombe la dunia la mwaka 2026 na timu ya Gambia katika taifa lile la Gambia, mji mkuu ukiwa ni mji wa Banjul, na timu ama sare ya mabao 3-3 wenyewe. Ilikuwa ni mechi ya ukikaa unaambiwa simama, ukisimama unaambiwa kaa. Kwa hivyo timu ya Gambia waliweza kuchukua uongozi wa 2-0, na baadaye timu ya Harambee Stars kupitia mchezaji Michael Olunga waliweza kufunga bao lao la kwanza, kurejesha moyo ama hali yao ya kuweza kupata angalau point moja. Ila mechi hiyo kabla ya kukamilika, mwisho wa siku, Mohamed Bajaberi ambaye ilikuwa ni mara yake ya kwanza kucheza ndani ya uga ama ya uzi ule wa taifa, aliweza kufunga bao mzuri sana. Na baadaye kabla ya mechi hiyo kuisha, Lengo Pai ambaye ni mzaliwa wa taifa, amezaliwa katika taifa la Australia ila wazazi wake ni wa Kenya, aliweza kuwapea ama kuwafungia bao la kusawazisha. Kuna yule Mkenya ambaye mtazamaji ambaye aweza kuangazia ama kuweza kuona
vile ambavyo mechi hii ilikwenda. Hebu tutazame vile mechi kati ya timu ya Gambia na timu ya Kenya ilivyoweza kuchezwa siku ya Alhamisi katika taifa la Gambia. Ever so well to come out, block the first, and then go. Looked like Otieno had dealt with the danger there. Now can Otieno make up for his faux pas here? Deep breath from Musa Barrow. Otieno on his line. Barrow composing himself, short runner. Oh, and there's a brilliant save from Otieno. Not the best of penalties, it has to be said, for Musa Barrow. Huge cheer. So it wasn't the best of penalties. It's a nice height. It was well struck, but just not wide enough. Pedera. Really one of the easiest penalties the referee will give out all year. Penalty was side for Minteh. Now Minteh's got room to run into here. He can run at the defence, and first time shot, well blocked though by the defender. Nice build up that time from Gambia. But now space at the other end. Oh, that's a handball. Now this could be real trouble. Omar Colley, well, he's going to get a yellow card. He's going to say it was inadvertent. Has he yet denied a clear goal scoring opportunity, would be the question. Because there was a Kenyan player in behind, and he would have been through on goal as well, because Colley was moving in completely the wrong. That's nice play from Kenya, and they're in behind again here. Evire puts the ball in, intercepted at the near post. Well, that was very dangerous just for the moment, and now perhaps a little bit of space for Minteh to play with if he can grab onto the end of bolt of this one. And he will keep it in play as well with the Brighton wide man running at his player. Minteh tries to cut inside onto his left foot. Well defended there. Great defending from Otieno. Under pressure. To go in this first half, but a space over on that right-hand side now. All into Minteh. Minteh tried to have the shot, well blocked. Just on the edge of the area. Colley continues his run, the centre-back. Here comes Colley. He's going to have a bow from here, as he knows. He's pulled it back, and he should have had the shot. Defenders were arriving, and with a lovely run from the centre-back, and he just needed to hit it. Ali Sow was well covered. You just think if it wasn't a... Barrow takes the corner. Oh, and nearly catches out the keeper under his own crossbar. Now the shot comes in, deflected as far as Barrow again. Barrow looks up. Well, that's a poor ball in, but full crossfield ball picks out Barrow again. Ball clipped over the top, and the offside flags. For the break, Minteh not getting a lot of change out of Eric Otieno in this first half, but they have got a corner here. Just Minteh with the delivery, 6 men to aim at, and it's half cleared. We've got a Kenyan on the floor, and the referee decides that's enough for the first half then. So here at the Alassane Ouattara Stadium, Michael Olunga not happy there. Not quite sure why Michael Olunga has been told he has to go and stand on the sideline here. Well, headed away from the edge of the 6-yard box. And Olunga still not allowed back on the pitch.
have to get something out of this game. 3 points, basically. They've only got 3 points in the opening 4 games. The referee waves play on. Otieno puts the ball across goal and just about sliced out. Run in behind, and there's space here for Minteh. Minteh, oh, couldn't quite decide who he wanted to pass it to. It's set up nicely for a right footer, but Minteh wanted to use his left. Nice turn on the edge of the area. Here comes the shot. Oh, what a strike that is! Wow! And Musa Barrow, who hit a poor penalty on the half-hour mark, has made up for it, and how, here in the second half. Picked up the ball on the left, turned inside, and then a fantastic shot into the top corner. No chance seeing Otieno this time, and the Gambia have taken a 1-goal lead. What a strike, great technique as well. Lovely first touch there, took the defender out of it, bent it in the top corner. I don't care who you are, no one's stopping that. That is a goal out of the very top draw. Well worth waiting for the Scorpions fans. Oh, and a loose ball here. Minteh goes one way, smashes it in the top corner, and that's 2-0 Gambia. Oh, Yankuba Minteh with his 5th international goal. He scored 5 goals in the Premier League this season. He's now made it 5 for the Scorpions as well. Loads of space on this near side. Did well to keep the ball in with the cutback for Minteh, and after that, shifted it onto his right foot, his weaker foot. Smashed it into the top corner. The keeper beating at his near post. He won't be happy about that, Willian Otieno. But sometimes, especially with the modern ball, he hit it so hard. Oh, and he's got a fingertip on it as well as Otieno. So and he tried to go with the back heel there. The cross just that small amount behind him. The game's so open now in this last 20 minutes. Now the ball over the top. Kenya in behind. A little bit too much on it though. And that'll be picked up by Ibrahim from Bruni Onyango. Kenya still on the attack here, keeping the ball moving. They need some support over on the left-hand side though. Now it's slowly arriving. Otieno inside. Good run. Oh, what a strike that is! Wow! Mohamed Bajeba with a stunning strike into the top corner. Well, some of the players may be thinking about stopping for a drink, but wow, they've earned that drink now. And the substitute, Bajaba. Look at the strike here, goes past his man, sets it up onto his right foot, in off the underside of the crossbar. They always look impressive when they do that. What a hit, what a goal, and what a second half we're having here in Abidjan. 2-2. Damn it, men over on the right-hand side. Is this 3-2 Kenya? Brilliant driving. Stop. It's back to second of the game. Not as spectacular as his first effort that opened the scoring. Well, Eric Otieno stands there with his hands up saying, where's the offside? And it's like, well, it's not offside because you were playing them on. Well, Musa Barrow's had an up and down game, hasn't he? Michael Olunga. Musa Barrow goes long, looking for the run of Minteh. The
cross headed up rather than away. Minte tries to win the ball back for Gambia, and it falls for a teammate. Here it goes for Minte, heads it across goal. Oh, I just wonder there if he could have let that drop in for a turn forward. Went a little bit high, you just think, yeah, volley it. Zip to the game, and they've given the ball away here. And there's 5 Gambia players through here. Now then, can they make it through 2? No, they can't. It was, what, 4 players against 2 defenders. And they somehow believe that they held after the 61st minute. They're still coming forwards here, Gambia. Ball falls to Minte. Nice 1-2. Shot comes in, but it's a bit of a dribbler. Allowed to try and set that up on his left foot, though. He has scored a goal today, but it was on his weaker right foot. And now, to the Scorpions. Comes in, oh, brilliant save from point blank range, and then the block by the post as well from Sheriff. Eric Otieno comes over, he's going to take the full run at this long throw. Good throw as well, flicked on at the near post, and there's the equaliser. There is the sting in the tail, and it's the Scorpions that are the victims this time. Wow, what a finish to this game in Abidjan. Georgiou moved to tears. And it's William Len-Coupe. The long throw came in from Otieno. It wasn't dealt with by the Gambia defence. 2 chances to clear it, they didn't take it. Slammed in from close range by Len-Coupe. And Gambia, well, they had the chances to make it 4-2. They didn't take them. And the goal from Len-Coupe, the final meaningful touch of the game here at the Alassane Ouattara Stadium. And what a second half we've seen here. Goalless in the first half, despite Gambia being awarded a penalty that Moussa Barrow hit too close to the keeper and was eventually well saved by Ian Otieno. Ni kauli ama ni mechi ambayo Wakenya wengi waliweza kutarajia mengi mazuri. Niweza kuangalia mmoja akisema kwamba taifa la Kenya liko kwenye msimamo nambari 108. Taifa la timu ya Gambia pia iko kwenye nafasi ya 125. Lakini mwisho wa siku taifa ambalo liko mbele ya mwingine linashindwa kushinda. Anyway, ni mpira tu. Si ndio? Tusikize kauli yake Ben McCarthy ambaye ni kocha ama ni kwa mara ya kwanza ilikuwa ni mechi yao ya kwanza kwa hivyo Ben McCarthy aliweza kuongea mengi, lakini kabla ya kusikiza kwamba Wakenya wengi wanataka kwamba taifa la Kenya, si ndio, liko kwenye nafasi ya 108. Taifa la Gambia liko kwenye nafasi ya 125. Kuna tofauti mkubwa sana, si ndio? Inamaanisha kwamba kuna utepetevu ama kuna yale matarajio mengi ambayo wengi walitarajia, si ndio? Lakini sasa tutarajie yapi kwenye kesho? Kuna mwingine alisema kwamba mchezaji Elvis Rupia angeshinda, yani angeanza kwenye kikosi, mchezaji Mohamed Bajaper angeanza kwenye kikosi. Kwa hivyo ni kauli nyingi sana ambazo Wakenya wanatarajia kwenye siku ya kesho, mechi ambayo itachezwa kuanzia mwendo wa saa 10, na kumbuka ni kwenye uwanja ule wa Nyayo. Mechi hiyo kumbuka pia vile tutaweza kuangazia matokeo yake siku ya Jumatatu. Inamaanisha kwamba mechi hizi zote za kombe la bara Afrika yote tutaangazia hapo ndani ya Zindizi TV kwenye habari zetu. Lakini mimi ni follow kama James the Top Scorer, ninapoangalia kwenye mtandao wa Facebook. Mmoja hapo ananiambia anaitwa Lilian watching you live kutoka sehemu za Nyekoe. Mwingine vile anaitwa Mora anasema kutoka Kisii Town eneo la Mwembe na kufuatilia
the top scorer. Vile vile anaitwa Victor Mwema anasema kwamba Ndizi TV itambe michezoni. Vile vile anaitwa Rafael. Jamaa anasema kwamba anazidi kufuatilia kipindi hiki kuanzia sasa, yani kutoka mwanzo hadi mwisho, na kukaribisha wewe ambaye unazidi kutazama na kuhakikisha kwamba umetune Ndizi TV mwanzo mpaka mwisho. Tutaweza kuangazia ile kwa sasa. Mpenzi mtazamaji, kabla ya kurudi kwenye awamu ya pili kuanzia mwendo wa saa 9, ningependa sasa tulipe pills kidogo, twende madukani kidogo. Tukirudi kwenye awamu ya pili tutaweza kuangazia na kusikiza kauli yake coach Ben McCarthy. Kwa sasa twende mapumziko kidogo, tarudi hivi punde. Unatazama Ndizi TV. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School.
unakitafuta, chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. BAS Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website
www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, tutakuwa tunakuletea kila Jumamosi mida ya saa 10 mpaka saa 1. Kipindi ni Rumba High Voltage. Ngoma zile rumba zenyewe zikiletwa naye Kande Bongo Man. Ukiletwa naye Vali Ipupa. Eloko ya monini miziki. Eloko ya monini miziki. Kofi Oromide. Kaya Musha. Mrembo wa South Africa, Miriam Makeba na wengine, vitu kama hivi, na utapenda rafiki yangu. Baada ya show kutoka runinga ya Ndizi TV Africa, jiunge nazi jioni hiyo hiyo. Utapenda sababu tutakuwa tunakuletea ngoma papa hapa live ndani ya Camel Park. Utapenda na usikose. Do you understand? Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Unatazama Ndizi TV Africa. Na mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye awamu ya pili, ikiwa zimekatika dakika 11 baada ya kutumia saa 9 alasiri siku ya leo Jumamosi. Viwanjani ndio kipindi hewani na unazidi kusikiza ama kuitazama ni Ndizi TV Africa, ikiwa na miji mote top scorer. Tumeangazia mengi kwenye awamu ya kwanza,
tukiingia kwenye awamu ya pili, awamu hii ambapo tunaangazia mambo ama gumzo, mambo ya kitaifa, na taifa la Kenya liweza kumleta kocha mpya kuifunza na kuinoa timu ya soka kwa vijana. Kwa hivyo tuliweza kuona mechi yake ya kwanza, Ben McCarthy akikutana na kocha wa zamani wa klabu ya Gor Mahia McKinstry, ambaye ni kocha wa sasa wa timu ya taifa la Gambia, na aliweza kuzungumza mengi kuhusiana na vile ambavyo aliweza kuona mechi hiyo ikiwa ni mechi yake ya kwanza kabisa. Aliweza kuona mengi akisema kwamba talanta ipo. Zaidi hapo kuna mengi ambayo yanafaa kunolewa na kutiliwa mkazo ili weza kuhakikisha kwamba kwenye awamu ijayo ya kombe la bara Afrika la mwaka 2027 tunaweza kufuzu. Lakini kabla ya hapo niweze kutazama wale ambao wanazidi kutufuatilia kwa mtandao ya kijamii. Anaitwa Honorable Rafael Ondeki, anasema anazidi kutazama kutoka Kisii, kutoka eneo la Rodi. Naitwa Daniel Ocheng na fuatilia live, na Bachelor mwenyewe anasema following you live. Au ni wale ambao wameandika kutoka upande ule ama mtandao wa Facebook. Kabla ya kuruka pale na kutazama mambo ambayo ama kauli yake coach Ben McCarthy, kuna kauli ambayo nzito sana kwamba mechi ya kesho ukiwa umetazama kwamba VIP itakuwa ni shilingi 10,000 katika uwanja ule wa Nyayo. Tunatarajia kwamba mashabiki wa Kenya wenzetu tutafika pale tuweze kushabikia timu yetu ya Harambee Stars. Ushindi kwa timu ya Harambee Stars unakuwa ni ushindi kwa timu ama kwa Kenya wote. Kwa hivyo kabla ya tuende upande wa pili, tusikize na kutazama kauli yake coach Ben McCarthy. Of goals, because you don't usually see that in a game of football in World Cup qualifications. But I think the two teams we set up good first half, eliminate each other. We had brilliant opportunity with our captain Michael. I think probably one of the easiest chances that he would get. We don't take our opportunity with a header. Aim a bit better than they did, and goalkeeper makes a save, and so I think half-time going into 0-0, fair reflection of the first half. Both teams had an opportunity to probably, I think a draw doesn't help either us or Gambia, but I would take it since it is my first game in charge after being national team of Kenya only a couple of days. So happy with the point, happy with what I've seen, and lots to progress, lots to improve on this. But the positivity that I've seen today, I think, gives me a bit of hope that, another day or two training sessions that we can squeeze in until the next big game against Gabon. It gives me a little bit of hope that we can probably go one step better than today. And there's lots to look forward to and to be positive about what I've seen today, because Gambia, very good organized, and they move the ball very good, and then they go in from a back four, then they switched as the game was progressing into a back three, which was very clever, and I think a lot of the players took forever to realize that they made that change as the game was going on. So you can't do that with having the players for only one day, So to be able to get a draw against such a team that the players know each other very well, they train together. Ni kauli yake kocha Ben McCarthy, na anatarajia ama tunatarajia mengi mazuri ya siku ya kesho timu ya Harambee Stars itakapoialika timu ya Gabon kwa mechi ya awamu ya tano ama kwenye awamu nyingine ya kombe la kufuzu kombe la dunia la hapo mwaka 2026. Lakini nikiangazia matokeo ya mechi kabla ya kuingia kwenye mataifa mbalimbali, timu ya Global Connection FC tayari wamekubali 1-0 vile ambavyo ripota wangu mzuri sana Ndemo Captain 00 anavyonieleza katika uwanja ule wa Moi Stadium Kisumu.
kwamba timu ya wenyeji ama Kisumu All Stars waliweza kufunga dakika ya 75 na bao hilo lilitosha kuwapa alama 3 za muhimu timu ya nyumbani ama wenyeji Kisumu All Stars walipokuwa wakikabiliana na timu ya Global Connection kwenye mechi ya division ya pili ya zone ya cha. Na mechi imekamilika kwamba 1-0 kwa faida ya wenyeji. Lakini sasa tuangazie kwenye kundi letu, kundi la F, kundi la G. Timu ya taifa ya Harambee Stars kufikia sasa ina pointi 6. Kundi la F ama kundi la F kwamba lina timu 6, timu ya Ivory Coast, timu ya Gabon, timu ya Burundi, timu ya Kenya, timu ya Gambia na timu ya Seychelles. Kufikia sasa timu ya Ivory Coast ipo kileleni kwenye kundi hilo la F ikiwa na pointi 13, ikifuatwa kwa karibu na timu ya Gabon. Inaonyesha kwamba pinzani ambayo tunamkabili hiyo siku ya kesho katika uwanja wa Nyayo ni mkali sana, manake ametushinda pointi 6. Timu ya Burundi ina pointi 7, pointi 1 mbele ya timu ya Kenya. Timu ya Kenya vilivyoisha kwambia ina pointi 6 na timu ya Gambia ina pointi 4. Timu ya Seychelles hawajaipata kitu kwenye mechi zao zote. Kabla ya kusonga mbele, ningependa tuangazie kwenye makundi yote. Je, yupi yule akona hatua ya mguu mmoja mbele kuweza kushinda ama kuweza kusonga na kufuzu kwenye kombe la dunia la mwaka 2026, kombe ambalo macho mengi yanatazamia kuangazia. Kwa hivyo kwenye kundi A ama kundi group A, timu ya Misri iko na pointi 13, kwa maana imecheza mechi 5 ikashinda 4 na kutoka sare mechi moja. Timu ya Gambia, timu ya Ethiopia ambayo ni kutoka sehemu ya Afrika ina pointi 3. Timu ya Djibouti, timu ya Burkina Faso ina pointi 8 na timu ya Djibouti iko na pointi 1. Inamaanisha kwamba kwa sasa timu ya Burkina Faso ambayo iko kwenye kilele cha kundi A ina mguu mmoja mbele kukanyaga kwenye kombe la dunia hapo mwakani. Kwenye kundi B, timu ya Sudan iko na pointi 10 sawia ama na timu ya Senegal ambayo imekuwa na pointi 8. Timu ya Togo ina pointi 3, timu ya Sudan Kusini ina pointi 2, timu ya Mauritania iko na pointi 1. Timu ya Central African Republic ina pointi 10 sawia na timu ya Sudan. Timu ya Sudani ambao wameongoza kundi hilo kwa pointi 10 kila moja. Timu ya South Africa kwenye kundi cha ina pointi 10, timu ya Benin ikifuata kwa karibu na pointi 8 na timu ya Rwanda iko na pointi 7, timu ya Nigeria iko na pointi 6, timu ya Lesotho iko na pointi 5, timu ya Zimbabwe iko na pointi 3. Ikiwa angalia kwenye kundi cha kwamba mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV viwanjani, ni kwamba kundi hili ndilo kundi ambalo liko wazi kabisa kwamba mtangulizi ana pointi 10 na wa mwisho akona pointi 3. Inamaanisha kwamba ikiwa mpinzani ama yote ambaye yuko karibu naye ataweza kufanya vizuri, atajihakikishia nafasi, anaweza kusonga. Ikiwa mshindi ama yule ambaye anaongoza ataweza kushinda mechi zake, basi anaweza kuwa wa mwisho ama karibu na mwisho. Kwenye kundi D, timu ya Cameroon ambayo iliweza kutoka sare ya 0 ya kutofungana na timu ya Lesotho hiyo juzi. Timu ya Swaziland iliweza iko na pointi 9, timu ya Libya iko na pointi 8, timu ya Angola ina pointi 7. Timu ya Swaziland ambayo iko kwenye msururu wa ligi hiyo ama mwisho wa hiyo ligi hiyo kundi iko na pointi 1. Timu ya Cape Verde kwenye kundi hilo ndio inaongoza na pointi 10. Kwa hivyo mshindi ama pia kundi hile liko wazi kabisa. Timu ya Niger iko na pointi 6 kwenye kundi E. Timu ya Tanzania iko na pointi 6 vile vile. Timu ya Zambia iko na pointi 3. Timu ya Eritrea bado hawajapata pointi, lakini timu ya Mauritius ama timu ya Madagascar inaongoza
kundi hilo kwa pointi 12 na tayari ama timu ya Morocco ambayo inaongoza kundi hilo na pointi 12. Timu ilivyokuisha kuambia kwenye kundi letu, timu ya Ivory Coast inaongoza pointi 13 ikifuata kwa karibu na timu ya Gabon ambayo tutacheza nayo ama tunaikabili katika uwanja wa Nyayo hiyo kesho. Timu ya Algeria kwenye kundi G inaongoza na pointi 12 zikiwa pointi sawia na timu ya Mozambique ambayo ina pointi 12. Timu ya Guinea Conakry ina pointi 7, timu ya Botswana na timu ya Uganda ina pointi 6, lakini timu ya Uganda ina upungufu wa mabao mawili ukilinganisha na timu ya Botswana. Timu ya Somalia ina point 1 baada ya kucheza mechi 5 kwenye kundi hilo, kundi la G. Kwenye kundi la H, timu ya Tunisia ina point 13, timu ya Namibia 11, timu ya Liberia ina point 7, timu ya Equatorial Guinea ina point 6, na ni baadhi ya timu ambazo zilikuwa zimepigwa upato wa kufanya vizuri, ila kufikia sasa ina point 6 pekee yake. Timu ya Ghana kwenye kundi I ina point 12, timu ya Madagascar vile vile iko na point 10 ikiwa na nafasi ya pili. Timu ya Chad inashikilia nafasi ya mwisho kwa kutokuwa na point hata moja. Timu ya Komoro ama visiwa vya Komoro iko na point 9. Timu ya Mali vile vile ikiwa na pointi 8, ikiwa ni pointi 4 nyuma ya viongozi Ghana, ikiwa ni kundi gumu sana. Kumbuka kwamba mshindi ambaye atachukua nafasi ya moja kwa moja ataweza ama ambaye ataongoza kwenye makundi haya atakapata nafasi ya moja kwa moja kwenye kombe la bara Afrika hapo mwakani. Anaongea kutoka bara letu la Afrika. Kumbuka kwenye mechi ambazo zilichezwa wiki kwamba mechi ambayo watu wengi waliweza kuiangalia na kusema kwamba walikuwa wanatarajia ushindi kabisa kwa timu ya timu ya iliyosafiri ugenini ni timu ya Cameroon walipocheza na timu ya Swaziland. Kwa hivyo hapa kwenye mchezo ni kwamba kuna mengi ambayo tutarajia, ila mwisho wa siku dakika 90 na nyongeza ndizo huamua mshindi ni nani. Kwa hivyo timu ya Egypt kwenye matokeo ya hapo juzi ni kwamba timu ya Misri iliweza kuishinda timu ya Ethiopia mabao 2-0 wakiwa ugenini. Timu ya Somalia ikatoka sare ya kutofungana na timu ya Guinea. Timu ya Nigeria ikapigwa na timu ya Madagascar 2-1. Kumbuka hii leo kwenye mechi kali kabisa siku ya leo ni kwamba timu ya Togo itaweza kucheza na kuikaribisha nyumbani kwa timu ya Mauritania. Timu ya Sudan itaialika timu ya Senegali, mechi ambayo itakuwa inachezwa mida ya saa 4 usiku saa zetu za Afrika Mashariki. Kwenye mechi ya kesho nilivyokwisha kwambia katika ua wa mpenzi mtazamaji, timu ya Kenya itaweza kucheza dhidi ya Gabon, na ndio maana kwenye kauli ya siku ama swali la siku za kuuliza ni matarajio yapi ama ni kipi kile unatarajia kufanyika ili iweze kuhakikisha kwamba timu yetu ya Harambee Stars inafanya vizuri asua kwenye mechi za kufuzu kwenye kombe la bara Afrika, kombe la dunia, ili na sisi wa Kenya tuweze kuwa na kila sababu ya kujivunia hiyo siku ya kesho. Vile vile timu ya Swaziland itakuwa inacheza na timu ya Mauritius, na vile vile timu ya Namibia siku ya Jumatatu itacheza na timu ya Equatorial Guinea. Timu ama taifa la Burkina Faso itacheza dhidi ya timu ya Gabon, na vile vile mechi hizo zitaendelea wiki nzima kabla ya marejeleo ya mwezi wa 6. Nakumbuka kwamba timu ya Ivory Coast ambayo tuko kwenye kundi moja itacheza na timu ya Gambia. Kumbuka kwamba timu ya Gambia iliweza kutoka sare ya 3-3 na timu ya Harambee Stars ambayo ni taifa la Kenya. Timu ya Gabon ambayo itacheza na sisi kesho iko kwenye nafasi ya pili, alama 1
nyuma ya viongozi Ivory Coast. Inamaanisha kwamba ushindi kwa timu ya Gabon hiyo kesho, na ikiwa timu ya Ivory Coast watapoteza, inamaanisha watapaa hadi kileleni mwa kundi hilo la Kenya, ikiwa Kenya ina pointi 6. Ushindi kwa Kenya itakuwa inamsongesha karibu na kupata pointi 9, watakuwa ni kama pointi 3 nyuma ya timu ya Gabon. Kwa hivyo ni mechi kali kabisa, kwa vile mechi iliyopita timu ya Gabon iliweza kuishinda timu ya Seychelles mabao 3-0, mechi ambayo walikaribishwa wageni Seychelles. Ni baadhi ya mechi ambazo ama timu ambazo zinaangaziwa sana kuweza kupata nafasi yao ya kwanza kabisa kushiriki kwenye kombe la dunia. Ikiwa watafanya vizuri, basi Gabon watashinda ama watapata nafasi ya moja kwa moja kuweza kufuzu kwenye kombe la dunia la hapo mwakani 2026. Na tuangazie kwenye taifa ama kwenye bara lingine, ambapo tutangazia na ikiwa hapa Afrika tumepeana ni timu zipi tunatarajia kushinda kwenye mechi